Daniel alikuwa akiishi nyumbani kwa mkewe na alikuwa haelewi ni nini afanye, kwani alikuwa njia panda. Alikuwa akilazimishwa na wakwe zake pamoja na mkewe kutoa talaka, kisa tu alikuwa tegemezi kwa mkewe. Alikuwa hana kazi na wala hakuwa na njia yoyote ya kumuingizia kipato cha aina yoyote. Daniel alikuwa akishinda nyumbani tu na kufanya kazi za pale nyumbani, kitu kilichowachukiza sana wakweze na hatimaye mkewe. Mkewe ambaye alikuwa ni mkurugenzi mtendaji katika kampuni moja kubwa ya utangazaji alikuwa akimpenda sana Daniel, lakini sasa alikuwa kachoshwa na hali yake ya kutokupenda kufanya kazi, japo alikuwa na elimu nzuri sana. Kutokana na shinikizo la wazazi wake, aliamua kuomba talaka yake, jambo ambalo lilimweka Daniel katika wakati mgumu na kutamani kumwambia mkewe ukweli, pia waonyeshe wakweze kuwa yeye ni nani, au aendelee kukaa kimya tu atoe talaka kwa mkewe kama anavyoshinikizwa na wakweze. Alikuwa njia panda, asijue cha kufanya, maana alikuwa anampenda sana mkewe Diana, lakini pia alikuwa hapendi kuiweka siri yake wazi kwa wakati huo. Mke wa Daniel, Bi Diana, ni mrembo wa haja na msomi. Urembo na usomi wake vilipelekea kila mwanaume mwenye nafasi kumtaka kimapenzi, na wengine walitamani kumwoa kabisa, lakini walikuwa tayari wamechelewa, kwani Diana alishafunga ndoa na Daniel na alimpenda sana mume wake, japo alikuwa hana kitu. Usomi wa Diana ukichangiwa na urembo wake pia ndivyo vilivyochangia yeye kuaminiwa na kampuni kubwa ya utangazaji na kuteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji. Akawa msichana anayeongoza mamia ya watu chini yake walioajiriwa na kampuni hiyo. Wazazi wa Diana pia walikuwa ni watu wenye nafasi nzuri kimaisha na kifedha, kwani walikuwa waajiriwa katika nafasi mbalimbali serikalini kabla ya kustaafu. Hivyo kumwona binti yao akiishi na Daniel, mwanaume asiye na chochote, kwao haikuwafurahisha kabisa, kwani ndoto zao ilikuwa ni binti yao aolewe na mwanaume msomi na mwenye uwezo kifedha. Lakini mpaka wanarudi nyumbani baada ya kustaafu kazi zao, walikuta binti yao anaishi na Daniel, tena kwa ndoa iliyofungwa wilayani. Hawakuwa na jinsi zaidi ya kumlazimisha Diana aombe talaka, jambo ambalo yeye hakuwa tayari kulifanya. Kazi kubwa ya Daniel pale nyumbani alipokuwa akiishi kwa mkewe na wakwe zake ilikuwa ni kufanya kazi za usafi wa mazingira, ikiwa ni pamoja na kuitengeneza bustani ikae vizuri. Wakati mwingine alikuwa akimsaidia dada wa kazi kufanya kazi ndogo ndogo za pale nyumbani, jambo ambalo mwanzoni lilikuwa likimshangaza dada huyo wa kazi, lakini baadaye akamzoea. Daniel mwenyewe ni kama alikuwa akienjoy kufanya kazi zile, japo hali yake ile haikuwafurahisha wakweze ambao walionyesha dalili zote za kumchukia. Na mara kadhaa mama mkwe wake alikuwa akimfokea kwa sauti kubwa na kusema, "We Daniel, mbona mazingira ni machafu? We kazi yako hapa ni kula tu, lakini hujui kufanya kazi, si ndio?" "Usijali mama, nitasafisha mazingira." Sasa unafanya nini saa hizi? Sijui hata Diana alikupata wapi mwanamume mzembe kama wewe," aliendelea kuongea mama yake Diana. Daniel alikuwa akiishia kucheka tu na kisha kuendelea na majukumu yake kama kawaida. Mara kadhaa baba yake Diana alimuita Daniel na kumwambia, "Daniel, Diana aliniambia elimu yako ni nzuri sana. Unaonaje nitumie connection zangu kukutafutia kazi inayoendana na elimu yako?" Lakini siku zote majibu yake hayakumfurahisha baba mkwe wake, kwani Daniel alimwambia, "Nashukuru sana baba kuonyesha kunijali, lakini kwa sasa bado sijawa tayari kufanya kazi." Majibu hayo yalimchukiza sana baba yake Diana na kujikuta akianza kumfokea. "Sasa wewe unategemea ukae hapa siku zote sisi tukulishe? Wewe unadhani pesa anayoitumia Diana kukulisha anaitoa wapi?" Daniel kama kawaida yake alicheka na kumjibu kirahisi tu, "Baba, muda wangu wa kufanya kazi ukifika nitafanya na wala hakuna shida." Majibu hayo yalimchukiza sana baba yake Diana, lakini Daniel hakujali. Ni hali hiyo ya Daniel na majibu yake ndivyo vilivyopelekea baba na mama yake Diana kumshawishi binti yao kuomba talaka. Huu ni mwanzo tu wa kisa hiki cha Daniel. Usikose sehemu inayofuata ili uweze kujua ni nini kitaendelea. Lakini pia usikose kusubscribe na kulike. Pia toa maoni yako. Mimi ni Director Mo.